Hello, mambo vipi? Kwema? Piga pesa na Aviator, knowledge ya Aviator Mental M hapa. Okay, leo nitaenda kukuelekeza namna ya kunufaika na odi za pinki. Unapoanza kutrade mchezo huu hakikisha umeweka automatic cash out ya 10.00. Kabla sijaendelea na mafunzo haya, onyo au niseme nakupa angalizo. Video zangu zimetapakaa kwenye social media mbalimbali. Sasa mara nyingi sana watu nimekuwa nikiwakumbusha usikurupuke kwa kufuata video hizi za awali. Mafunzo haya ni ya awali. Kufanya hivyo utajikuta unapoteza pesa pasipo kutegemea. Bali ukitaka mafunzo yaliyokamilika unaweza kujoin moja kwa moja kwenye group langu kupitia link iliyopo chini ya hii video, au kanipigia simu moja kwa moja tukaweza kuzungumza. Namba yangu ya simu ni moja tu. Narudia tena kuitaja 0674190934. Okay. Leo nitaenda kuelekeza namna kutrade kwa kupata odi ya 10, yani pink ya 10.00. Unaona, hakikisha automatically cash out umeset 10.00, lakini pia ukishaingia kwenye mafunzo yangu rasmi tutakuelekeza ni kampuni zipi ambazo ni sahihi nafaa kutradia mchezo huu. Ni kwa sababu gani? Utaepukana na zile kampuni ambazo zinajihusisha sana na mambo ya stage time out au low connection. Low connection ushawahi kujiuliza na maanisha nini? Unapo trade ukakutana na kitu kinaitwa low connection, manake la yako sinabebwa. Sasa hizo ni siri ambazo ukishaingia kwenye group langu nitakujuza. Lakini pia stage time out ushawahi kujiuliza ni kwa nini kampuni nyingi zinakuwa zina style hiyo ambayo inasema stage time out? Unaona? Yaani ukianza kutrade ukitaka kuweka ile na goma, je, wewe unaona ni kawaida? Hiyo haifai. Ni kwa sababu gani? Unakuta wewe una knowledge ya kutosha juu ya mchezo huu au maarifa, kwa mfano mimi nimekupatia au huwa unayo, lakini unapoanza kutrade na goma kuna siri ambayo mimi ukinicheki nitakucheki kwa mafunzo zaidi na kukuelekeza ni kwa nini na kwa hivyo. Okay. Ufundishaji wangu kama kawaida unaanzia chini kwenda juu. Hiyo isikuchanganye, lakini unapoanza kutrade unaanzia juu kuja chini. Mimi wanaanzia odi ya kwanza kutoka, alafu zingine si ndo zinafuatia. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi wewe kunielewa. Kama kawaida, formula hii inahusiana na kupata uzaliano wa odi ya pinki. Hakikisha umeweka automatic cash out ya 10.00. Baada ya kuona, lakini pia kabla sijaendelea, formula hii inakuruhusu pale unapoona odi ya pink imetokea utacheza paka. Kwa mfano kama una trade haijatokea odi ya 10, wewe trade mpaka ukakamilishe ule mzunguko, yani ukafikisha round history 10. Kama haijatokea pink pale, kama haijatokea pink itabidi usimame ije itokee pink nyingine, alafu then uendelee. Je, utaendelea vipi? Ukijoin kwenye group mafunzo yao nitakuelekeza aliyokamilika. Okay, lakini leo hapa nitaenda kukuelekeza hivi. Baada ya kuona 10.15 huku chini, tunaanza kutrade. Utacheza F1 yako ya kwanza unadondosha kwenye 2.80. Utacheza F1 yako ya pili unadondosha kwenye 1.53. Utacheza F1 yako ya tatu unadondosha kwenye 1.56. Utacheza F1 yako ya 4 unadondosha kwenye 7.62. Utacheza F1 yako ya 5 unadondosha kwenye 1.33. Unacheza F1 yako ya 6 unadondosha kwenye 1.61. Unacheza F1 yako ya 7 unadondosha kwenye 1.91. Unacheza F1 yako ya 8 unadondosha kwenye 2.31. Unacheza F1 yako ya 9 unaenda kula pinki ya 11.53. Kumbuka automatically cash out umeweka 10.00. Naona kwa hapo utakuwa umekula shilingi ngapi? Utakuwa umekula shilingi 10,000. Sasa kwenye hiyo 10,000 tunatoa sasa zile 1,000 zetu ambazo tumetumia mpaka kufikia hapo kwenye hiyo pinki, maana yake tumetumia 1,109. Lakini wewe ile 1,109 umeenda kula shilingi 10,000. Kwa hiyo italipa zile 9,000 inarudi kwenye mtaji, inakuachia faida ya shilingi 1,000. Ukisha kula kama formula inavyosema, unapoona pink na kuruhusu endelee kucheza, lakini pink uliolia wewe haitakiwi endelee nayo ile, usiifanye kama hesabu yako, hapana. Subiria pink nyingine ije itokee. Utasubiri na kuja nazaliwa pink ya 31.40, hiyo inakuruhusu endelee kucheza.
Utacheza 1000 yako ya kwanza unadondosha kwenye 1.14. Unacheza 1000 yako ya pili unadondosha kwenye 1.22. Unacheza 1000 yako ya tatu unadondosha kwenye 2.88. Unacheza 1000 yako ya 4 unakula kwenye pinki ya 30.93. Unakuwa umekula shilingi ngapi? 10,000. Kumbuka automatically cash out yako ni 10.00. Kwa hiyo utakuwa umekula shilingi 10,000. Kwenye 10,000 umetumia 1000 ngapi? Unajibu ni kwamba umetumia 1000 tatu. Ukirudi chini hapo ulipoanzia kwenye hiyo pinki ya 31, ulicheza 1000 yako ya kwanza ukalosi, ya pili ukalosi, ya tatu ukalosi, ya 4 ukao umelosi. Kwa hiyo tumetumia 1000 tatu, ya 4 tumeenda kula. Ina maana tumetumia jumla ya capital au mtaji shilingi 4,000, lakini wewe umekula ile 1000 ya 4 umeenda kula 10,000. Kwa hiyo italipa ile 4,000 ya nyuma, inakuacha faida ya shilingi 1000 ngapi? 6,000. Hiyo 6,000 inajijumlisha na ile 1000 ya awali, mpaka hapo unakuwa na faida ya shilingi 7,000. Okay. Tunaendelea. Tutasubiri ije itokee pinki nyingine. Kuja natokea pinki ya 12.91 na kuruhusu ucheze. Utacheza 1000 yako ya kwanza unakula kwenye pinki ya 42.27 unakula shilingi 10,000 na kuacha faida ya shilingi 9,000. 9,000 ukijumlisha na ile shilingi 7,000 mpaka hapo unakuwa na faida ya shilingi 16,000. Okay, ukishakula hivyo haitakiwi ucheze, subiria pinki nyingine ije itokee. Inakuja inatokea pinki ya 14.39, hiyo inakuruhusu ucheze. Unacheza 1000 yako ya kwanza unadondosha kwenye 4.26. Unacheza 1000 yako ya pili unadondosha kwenye 8.83. Unacheza 1000 yako ya tatu unakula kwenye pinki ya 10.63. Unakuwa umekula shilingi ngapi? 10,000. Kumbuka automatically cash out yako ni 10.00. Kwa hiyo kwenye 10,000 uliyokula utatoa 1000 tatu tu ambazo umecheza kufikia hapo. Maana yake umecheza 1000 ya kwanza ukalosi kwenye 4.26, 1000 ya pili ukalosi kwenye 8.83, 1000 ya tatu ukao umekula kwenye 10.63. Kwa hiyo jumla umetumia 3,000 hapo. Kwenye 10,000 utatoa 3,000 na kuacha faida ya shilingi 7,000. 3,000 narudi kwenye mtaji wake. Hiyo 7,000 inajijumlisha na ile 16,000 ya mwanzo. Mpaka hapo unakuwa na shilingi ngapi? Unakuwa na shilingi 16,000 jumlisha 7,000, nafikiri unakuwa kama na 23,000. Unaona kwenye mahesabu kidogo tuko sawa wengine, lakini nafikiri somo linaeleweka. Okay. Baada ya hapo ukishakula hivyo haitakiwi ucheze. Hiyo pinki haitakiwi ufanye kama mahesabu. Subiria pinki nyingine. Unaona imekuja pinki ya 26.38. Yaani zile ambazo nimeweka ncha nyeupe ndo zinazo kuruhusu wewe uendelee kucheza. Alafu nilizoweka o za njano ndo faida yako. Kwa baada ya pinki ya 26.38 na turuhusu tuendelee kucheza. Kwa hiyo utacheza 1000 yako ya kwanza unadondosha kwenye 1.73, 1000 yako ya pili unadondosha kwenye 1.13, 1000 yako ya tatu. Sorry, naomba nirudie. Baada ya kuona pinki ya 26.38 sinaturuhusu tuanze kucheza. Tutacheza 1000 yetu ya kwanza tunadondosha kwenye 1.73. Tunacheza 1000 yetu ya pili tunadondosha kwenye 1.13. Tunacheza 1000 yetu ya tatu tunadondosha kwenye 7.42. Tunacheza 1000 yetu ya 4 tunadondosha kwenye 7.26. Tunacheza 1000 yetu ya 5 tunadondosha kwenye 1.85. Tunacheza 1000 yetu ya 6 tunadondosha kwenye 2.12. Tunacheza 1000 yetu ya 7 tunadondosha kwenye 2.38. Tunacheza 1000 yetu ya 8 tunakula kwenye pinki ya 33.58. Paka hapo tunakuwa tumekula shilingi ngapi? Tunakuwa tumekula shilingi 10,000. Kumbuka automatically cash out yako ni 10.00, japokuwa inafika kwenye pinki ya 33, lakini auto cash ni 10.00. Kwa hiyo utakuwa umekula shilingi 10,000. Kwenye hiyo 10,000 sasa unatoa 1,108 za nyuma ambazo umetradia mpaka kufikia hapo. Yaani umetumia 1,107 ya 8 umeenda kula. Kwa hiyo toto ya mtaji au capital uliotumia ni shilingi 8,000. Kwa hiyo 1,000 ya mwisho umeenda kula umekula shilingi 10,000. Inalipa ile 8,000 inarudi kwenye mtaji wake na kuacha faida ya shilingi 2,000. 2,000 inajijumlisha na ile faida awali ambayo ilikuwa bila shaka ni kama 16,000 hivi au 17,000. Paka hapo unakuwa na 19,000 au 18,000 faida. Okay, tunaendelea. Baada ya kula hivyo, hiyo pinki haitakiwi iwe hesabu yako. No, subiria pinki nyingine. Nakuja natokea pinki ya 18.02, hiyo inakuruhusu endelee kucheza. Unacheza 1000 yako ya kwanza unadondosha kwenye 1.42. Unacheza 1000 yako ya pili unakula kwenye 17.10, pinki ya 17.10. Kwa hiyo utakuwa umekula shilingi ngapi? 10,000, kwa sababu automatically cash out yako ni 10.00. Kwa hiyo kwenye 10,000 uliokula utatoa shilingi ngapi? Utatoa shilingi 1,102 ambazo ni 2,000 na kuacha faida ya shilingi 8,000. 8,000 kujumlisha shilingi 10,018 kule, paka hapo unakuwa na shilingi 36,000 faida. 8,000 samani 8,000 ukijumlisha shilingi 10,018, nafikiri hapo mpaka hapo unakuwa na faida kama shilingi 20,000
20 na ngapi? Kama 26 hivi, 27. Unaona? Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Lakini somo limeeleweka. Kwenye hesabu kidogo kwa kupiga haraka hapa, bahati mbaya sina kisimu kidogo, ningekuwa napiga hesabu, lakini mpaka hapo unakuwa umetengeneza faida ya 20 na okay. Naomba nikukumbushe usikurupuke kufuata video hii ya mafunzo ya awali. Ni check kupitia link iliyopo chini ya hii video, au nipigie simu moja kwa moja tuongee kabisa kawaida, au ni check inbox WhatsApp, au join kwenye group langu kupitia link iliyopo chini ya hii video. Kufanya hivyo utakuwa umefanya vizuri, lakini ukifanya kinyume na hapo utajikuta unapoteza pesa na unakosa kumlaumu. Okay.